Vipi vile? Safi vipi? Safi. Mbona sioni watu tuko peke yetu? Mpenzi wangu, sisi mapema sisi tumewahi. Kwa watakuja? Wanakuja, wapo wengine wanakuja. Zaina wale jamaa. Lazima waje. Usiwapigie simu ujue mazingira yao kweli. Hamna, wanakuja, niliongea naye muda ule ndo wanajiandaa na kuja. Hapa naitwaje? Hapa panaitwa Kadimbi Night Club. Kadimbi Night Club. Niko viwanja. Unipajua? Unajua tena mimi. Mtwa? Wantisha wewe. Hamna. Vipi? Kuna shida gani? Zai kaanguka? Basi sawa, nakuja sasa hivi. Sasa. Wenda? Dauka? Nafikiri umetoka katika matatizo. Tatizo? Zai. Sasa hivi. Unaona hapa aje? Hawezi kuja. Shemeji, sikilizeni. Itabidi wewe na wewe muwahi basi, mimi nitakuja. Basi naomba msinikize basi. Basi tutawasiliana. Atakuwa mtu mwingi huyu. Ananitafuta, inaonekana jibu lake. Abe, hebu njoo mara moja. Vipi? Samahani kwanza dada, mimi naomba nikuulize mama. Nimeanika nguo zangu pale, nimeingia ndani tu mara moja na sasa nazikuta ziko chini. Hivi nani alodondosha? Zai. Abe. Wakati umame wetu wanasubiri unajua. Nakuja namalizia. Fanya hivyo basi mpenzi. Haya nakuja. Muda unaenda unajua. Wacha wewe. Sina kupendeaga hapo tu mpenzi wangu. Naomba pendeza sana. Sana. Wewe unaitaka ile nyingine.
Unaizo kutokeleza. Unajua kuchagua. Vibaya. Wewe sasa hivi mbona unaona kama mafuta mengi sana? Au losha? Yes. Ngoja nikufute bwana. Losha. Jamani basi. Unataka kwenda huko na mafuta mele. Tutakuangalia. Mafuta kweli. Hamna, huko fresh. Tuondoke basi. Tunzetu. Unajua kuna msumisi. Sisi ndio usiku. Kama kizunguzungu. Kizunguzungu? Kinaanza mbele. Mbei? Hapana ndugu yangu. Mimi ndio nilikuwa ndani. Sasa kama unasema ulikuwa ndani na mimi niliingia ndani natoka zimedondoka, atakuwa ni nani? Na hapa nje hamna hata watoto. Kwa kweli siwezi kujua. Ila mimi ndio nilikuwa ndani. Ngoja mimi nisisikize. Ila nikimgundua huyo mtu. Sasa yana. Basi poa, mimi bado nipo ndani huko. Ngoja mimi ngachukue maji nikazifunze tena vile. Haya poa. Mami. Hey. Wewe unakuja na mzigo? Ndio tayari. Fanya hivyo. Tuko hapa tunapika. Karibu. Asante. Naona mapishi shoga yangu. Niko hapa napika. Karibu. Asante. Pete uko wapi? Sisi nimetoka mara moja naenda huko dukani. Shoga yangu. Jana nilianika nguo hapo nje kwenye shamba. Nje ndani tu kutoka ghafla nakuta zile nguo zimetupwa chini. Yaani hata sielewi nani aliyotupwa. Maana umtao na mambo ya ajabu. Umbe una mambo au hii nyumba ndio ina mambo? Ina maana gani kusema ndani kuna mambo? Na atoki mbali. Nani yule alomshizo nguo? Kikulacho ni kikoni mwako shoga yangu. Una maana gani kusema hivi? Nitafute, niko ndani. Uniaje? Nakuja. Vipi, imetokea nini bwana? Shemeji, mimi mwenyewe hata sielewi unajua. Mpaka ukupigia simu kukuita hapa umenichanganya hali. Maana nimefika naingia tu ndani hapa. Mimi kama kaida yangu nakuja kwa madamu wangu, si unajua? Nafika cha ajabu namkuta huko chini hapa. Nikimuuliza anijibu chochote. Yaani kama kweli hata sijui. Maana mimi nakumbuka mara mwisho nimetoka ndani vizuri tu. Na shemeji yako alikuwepo. Yaani tumetoka tukakuja kwenye pati. Shemeji? Alikuwepo. Mpaka sima alikukuta peke yako. Shemeji atakuwa yupo wapi?
Ulikuwa unajisikia vibaya? Yaani unajua hata saizi kumkuta hivi ni bahati tu yani. Kuwahi kwangu tu mimi ndio maana unamkuta hivi. Maana nifika na shangazi leo mkuta nao sielewi yuko chini. Haraka nikaangalia namba ya nani ndio nikakupigia wewe. Hata shida nini? Sijui. Hata inawezekana ghafla adondoke hivi. Na mimi sijamzoea madam kwa hivi. Ya tuachane nayo. Vipi lakini? Sasa hivi najisikia poa. Niko poa. Kuna haja kwenda hospitali? Hamna, niko poa. Pole basi. Asante rafiki yangu. Kaka sawa basi. Sio hivi bana. Mambo ya ajabu. Mzee una mambo au hii nyumba ndio ina mambo? Ina maana gani kusema ndani kuna mambo? Yaani huyu lazima nitamtafuta niambie yule mtu. Inaonekana ananijua. Siwezi kubali. Kivumbi Uswahili ni yeye. Kimetibuka Zai, hivi ilikuwaje siku hiyo mpaka likatokea ile tukio? Yaani mimi mwenyewe nashangaa kitu. Maana nakumbuka mama mtu tulikuwa wote. Baada ya pale ni vile sana. Mbaya. Sio kwamba unakumbuka ngoni kuchagulia mimi. Wewe uko unaitaka ile nyingine. Una hizo kutokeleza. Unajua kuchagua sasa. Vibaya. Wewe Sasa hii nini? Mbona unaona kama mafuta mengi sana? Au lotion? yes. Ngoja nikufute bwana. Lotion. Jamani basi. Yaani ndio hivyo nimeamka nimekuta kina tati na moha hapo pale. Ndio wewe unavaa. Nimekwambia mtu wangu toka tuwahi kule kina tati, si ndio hivyo ilivyokuwa? Nikakuona unachelewa. Mimi nikatoka. Nikakwambia ninakuja. Sasa nilipotoka nje kule nikaenda nani pale saluni pale kunyoa au sio bwana? Ananipigia simu yule kijana wako yule mfanyakazi wako. Kwamba umepata tatizo umeanguka. Sasa shida ni nini? Au ile nyumba sio nzuri? Kwa nyumba mbona mimi nimekaa muda pale. Halijai kunipata ile tatizo. Sasa shida itakuwa nini? Sema kweli sijui. Niseme sijui au labda wewe mwenyewe kiafya labda una tatizo mpenzi wangu. Sasa tukafanya cheki. Mimi sina tatizo lolote. Yaani ndio kwanza ile hali naiona kwa mara ya kwanza. Unajua mpenzi wangu usikulie masiara. Hospitali kule vipu 4 sio mchezo. Sio jambo kile silaisi. Hata mimi sikulia rahisi. Sababu mimi nimeshangaa yani hali haijawahi kutokea. Unajua kuna watu wanataka kunipanda kichwani. Wanataka kukuchezea, si ndio? Tawanyoshe. Hivi watu wanataka kukuzuru wewe. Unapopata na tatizo wewe. Unafikiri mtaishije? Mimi sidhani kama ni hivyo unavyofikiria. Halo? Ujambo? Ba mdogo shikamoo. Marahaba, mzima kabisa. Mzima sana. Mungu anasaidia. Sasa Zainabu? Leo hii nimetembelea mitaa ya kwenu huku. Vipi uko nyumbani wewe? Umekuja? Mimi nipo ba mdogo, nipo maeneo haya nyumbani. Basi mimi nakuja hapo kwako. Basi karibu sana. Haya nakuja. Alipiga simu baba yangu kidogo. Yule alokuambia yani ndio basi pekee yake katika ukoo na baba. Hata hapa kanipigia simu amekuja inabidi niende kukabiliana naye. Yuko nyumbani? Hapa ndio niko na yeye sasa hivi. Okay, basi ndio tumsindikize. Pale wana mzee wa mtendeza ngamko. Bwana, kweli ila sifiki kwa sababu sio karudisha ndio amkie kaburi.
Okay, mchana. Nenda kwa. Niambie mpenzi. Naomba nikuache hapa. Why? Sawa. Basi sawa, baadaye. Hivi mzee anajua kuhusu matatizo ya kukuta? Hapana. Niongee chochote basi. Niongee chochote. Okay. Naomba usimwambie chochote basi. Kwa nini? Unaweza kumtia pressure. Si unajua tena wazee wale wanakuwa haipendezi sio vizuri. Kweli? Yeah, au unaonaje? Sio mbaya. Au sio? Nitamwambia. Kwa mimi au. Kwa hiyo, Bye. bye. Nakupenda. Nakupenda pia mami. Bye. Mwanangu, habari za hapa? Nzuri baba, si uko kaka? Safi. Kimya muda mrefu, tupigiani simu mpaka bibi yako ananiuliza huyu mtoto anaendeleaje huko mjini, mwesea naye lini? Nikamwambia hapana, muda mrefu sijaongea naye. Sasa nikaona leo kwa sababu nimetokea hapo juu, nipite hapa kwako nipe maendeleo, ili hata baadaye bibi yako akiniuliza nijue namwambiaje. Niambie. Mimi namshukuru Mungu. Bibi analalamika tu lakini choka na nimesema ndio mdogo kusimamia biashara nyingi. Ndio. Nachoka, niko peke yangu. Okay. Na vipi kuhusu lile shauri lako lile la ule ukumbi ulisema unakusumbua na nini sijui? Kule nishamalizana na sasa hivi kwa sawa. Okay. Unajua hizi mali hizi za ulisi hizi mali za brother, na wewe mtoto wake halali upo, huwa sisi hatupendaje kuweka tia mikono kujiweka mbele. Maadamu wewe upo mwenyewe, mali ni za kwako, mimi napenda wewe mwenyewe ndio ufanyeje, uzifuatilie. Kama kuna shida, kuna tatizo, najua utanipigia. Ukinipigia tuliweke sawa hilo jambo likae sawa sawa. Umenifahamu hapo? Mimi niko vizuri, ila hata hivyo nilitaka kuja kuwatembelea. Okay. Sema tu ndio hivyo umeniwa. Ila nitaenda kumsalimia bibi. Basi hakuna shida. Mimi nalifahamu, nisichelewe. Nimepita hapo kukujulia kutaka hali. Hii naendelea tena, safari iko mguuni naendelea. Basi mimi nilijua upo. Hapana. Tena mimi sijui. Kwa unaniona kila siku hapa, mimi kama kazi zangu unazijua mwenyewe. Basi sawa. Haya. Vumbi Uswahili ni imetibuka nanauka wamechafua jomba na pawa kimta wote umesimama. Kivumbi Uswahili ni mwenye nyumba akafunga mlango akaita msikilizane, Rea kawa katikati msivunje familia, kivumbi kishuke taratibu.